Kujuza mitihani ya kitaifa ya darasa la 8 pamoja na ile ya grade 6 ama grade ya 6 ambayo inaitwa KIPSEA inaanza rasmi siku ya leo saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Nilipita pale kando nikaona magari yamefika pale, baadhi yalifika pale mwendo wa saa 11 kujaribu kupata ile mitihani ama karatasi za mitihani za mwaka huu. Kumbuka kwamba wanafunzi zaidi ya milioni 2.2 wanakalia mitihani ile ya grade ya 6 pamoja na ile ya darasa la 8. Ni kuwatakia kila laheri wale wanafunzi ambao wanakalia mitihani ile ya kitaifa ya grade ya 6 ambayo inaitwa KIPSEA pamoja na ile ya darasa la 8 KCPE. Nikiachana na swala hilo, nilikuwa nimekujuza pale awali kwamba Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye yuko hapa nchini. Sababu si kujuza, hiyo jana rais alifika hapa akakutana na mwenyeji wake Rais William Samoei Ruto, akafanya mazungumzo kidogo. Anasema ukienda nyumba ya Ikulu pale lazima upokee chai. Lakini swala kuu lilomleta rais yule ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kuhakikisha kwamba anafanya mazungumzo. Rais wa zamani wa taifa la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ni peace ambassador atakuwa pale wafanye mazungumzo kuhusiana na vita vya waasi wa M23 ambavyo vinaendelea katika lile taifa la mashariki mwa Kongo. Kumbuka kwamba wiki iliyopita jumuiya ile ilikuwa imetangaza masaa 12 kwa wale waasi wa M23 kuweka chini silaha, lakini swala ambalo lilipuuzwa. Kwa hivyo ni njia nyingine ama ni ruhusa na fursa nyingine ambayo watapata kufanya mazungumzo ili kuona hatua ambayo itachukuliwa ama kuhusiana na vile vita. Nikiachana swala hilo, kuna kizungumkuti ambacho kinakumba makamishna wa 4 wa IEBC ambao walijitenga ama walitofautiana na mwenyekiti wake Wafula Chebukati. Makamishna wale Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit pamoja na Francis Wanderi leo na kesho wanapata nafasi ya kujitetea mbele ya kamati ya bunge kuhusu sheria JLAC. Kwa hivyo siku ya leo kuanzia saa 4 kamishna mmoja atajitetea pale ama akiwa na mawakili wake, alafu saa 8 pia mwingine atajitetea, kisha kesho pia saa 4 na saa 8 wawili pia watajitetea. Kumbuka kwamba ni swala ambalo limeibua hisia mseto kutoka kwa viongozi tofauti, huku kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga akisema kwamba atahakikisha kwamba wale makamishna waondolewe afisini, akisema kwamba ataanza kwa kuzungumza na Wakenya. Siku ya Jumatano ameratibu kufanya mkutano mkubwa katika uwanja wa Kamukunji kule Nairobi. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanaendelea na yatakavyokuwa yanaendelea kutukia, letu hapa ni kukujuza. Watena swala hilo, kuna kizungumkuti ambacho kinakumba uagizaji wa mahindi hapa nchini Kenya, swala ambalo pia limeibua hisia mseto kutoka kwa wakulima na viongozi. Hiyo juzi siku ya Jumamosi, waziri wa biashara na maendeleo Moses Kuria baada ya kurejea kutoka kule Korea Kusini alihudhuria matanga ama mazishi eneo moja, na akasema kwamba amewapatia wakulima masaa 72 wauze mahindi yao, la sivyo itakuwa ni shauri yao. Baadhi alisema shauri yao, na masaa yale yanakamilika leo actually, like kesho. Those are 3 days kesho. Ni swala ambalo wakulima wengi wamejitokeza pia kusema it is not right. Kwa nini? Wengi wanavuna mahindi sasa hivi. Mahindi hayawezi yakakauka in 72 hours. Mahindi yale lazima kuwe na jua ndo yakauke. Unless wengi wanasema wauzie NCPB mahindi wao wakaushe baadaye. Nasikia ni swala ambalo linaendelea kuibua hisia hapa na pale. Aliyekuwa analitetea sana ni seneta wa Nandi Samson Cherargei na viongozi wengine wakisema kwamba
mahindi yasikuja hapa nchini mpaka yale ambayo yaliyo wakulima wako nao yanunuliwe. Kumbuka kwamba wiki iliyopita kulikuwa na swala kwamba kuna mahindi yalikuwa yamefika pale kwenye bandari, lakini inasemekana kwamba mahindi yale yalikuwa ni chakula cha msaada kutoka mataifa ya kigeni kule nje. Niachane na swala hilo kabla sijatamatisha, naona muda pia unakimbia sana. Naona kwamba kampeni zimeshika kasi katika kaunti ya Bungoma, ambako inatarajiwa kwamba uchaguzi wa useneta, uchaguzi mdogo ule utafanyika Disemba tarehe 8 pale. Vile vile katika ile kaunti ya Elgeyo Marakwet pamoja na eneo bunge la Kandara, uchaguzi wa mchujo wa chama cha UDA ulifanyika, ambapo William Kisang alishinda tiketi ya kupeperusha bendera ya chama cha UDA kwa useneta kule Elgeyo Marakwet, na kule kwingine kule Kandara Chege Njoroge Njuguna pia akashinda tiketi ya kupeperusha bendera ya UDA kutafuta nafasi ile. Kumbuka kwamba nafasi zile ziliachwa wazi baada ya wale viongozi wawili kuteuliwa kuwa mawaziri katika serikali ya Kenya Kwanza. Nikiachana na swala hilo, nikupeleke kule Uganda kidogo kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni ametangaza siku 21 za kutotoka nje katika wilaya mbili ambazo maambukizi ya Ebola yalianzia ama yalitokea. Kwa hivyo makata yale yanakamilika Disemba 17. Kumbuka hapo awali pia kulikuwa na amri ya kutotoka nje ambayo ilianza tarehe 15 Oktoba ikatamatika Novemba tarehe 5. Kwa hivyo ni swala ambalo pia anasema litasaidia sana kupunguza maambukizi ya Ebola, ikiwa kufikia sasa hivi watu 55 wameaga kutokana na Ebola. Kuna maambukizi 151 na katika siku za hivi karibuni hakuja kuwa na maambukizi. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanaendelea kule Uganda. Nikutoe pale nikupeleke mpaka taifa la Cameroon kule Yaounde, ambako watu 14 waliangamia baada ya udongo kuporomoka walipokuwa wanatazama mechi uwanja mmoja kule Yaounde. Ni swala ambalo linachangiwa na mvua kubwa ambayo inanyesha na kwamba eneo lile liko kwenye vilima. Kwa hivyo ni swala ambalo limefanyika katika taifa la Cameroon kule Yaounde. Na nikimalizia ni kwamba rais wa Belarus Alexander Lukashenko anatuhumiwa kwamba anasaidia taifa la Russia katika vile vita dhidi ya Ukraine. Inasemekana kwamba wanajeshi wa Urusi wanaenda kufanya mafunzo na mazoezi kule Belarus, na vile vile anatoa msaada wa silaha kwa taifa la Urusi. Ni masuala ambayo yanaendelea katika nyanja tofauti. Mengi tutakujuza katika kipindi cha Morning Brief kuanzia saa 2:30 mpaka saa 4. Kwa hivyo usicheze mbali. Ni hayo tu ambayo nilikuwa